tutafanya head count ya watu wetu. Hapo ni sasa. Situjue sisi tuko watu wangapi? Ama nyinyi mtaresist? Iko mtu haoni ya kwamba kuna haja sisi kufanya head count ya watu wetu? Mimi nataka tufanye head count. Sisi na timu yako. We must have a head count of our people. It does not necessarily have to be ati watu wakuje queuing, but we'll do a registration of our people. That is how we are going to do the head count. I'll be requiring every chief officer, every CEC, every director. Nyinyi mnafanya kazi kulingana na zile terms zenye mimi nilisema. My terms are this. Ya kwamba I do not want to see a CEC who works from that corner, a CEO who works from here, a director who works from there, a deputy director who works from there. Atina wote wanahudumu mahali moja, department moja. We are working as a team. Kama wewe ni CEC, wewe ni chief officer, directors wenu na wengine wote, you work together. I'll be requiring all our departments, kila mtu kwenye hiyo department zenu nyinyi ambao mnaongoza, mulete list ya watu ambao wanafanya chini yenu. You'll have to own the list of all the people in all your departments, including those cashiers, and own that list yourself. Sema hii ndio list yangu ya watu yangu, na usiseme sijui. Ndio kama kuna mtu mwenye haonekani, tunajua ya kwamba kuna mtu anakulanga mshahara na ako Mombasa. Tuko pamoja. Ndio mnapata unalipwa 700. Tukichukua ile pesa yenye inakuwa inakuliwa na mtu mwenye afanyi hapa Kiambu anakaa kule, mshahara wako itakuwa 1200. Tuko pamoja watu wetu. Nataka niwaambie pia, kwa vile nilisikia watu wengi wakijaribu kutangaza Wamatangi akona nini, anatafuta watu sijui nini. Mimi sikukuja hapa kaunti ya Kiambu nikiwa na haja ya kutafuta mtu yote ati nimfukuze kazi ama nitoe watu kwenye kazi zao. I have no interest ya kufukuza mtu kwenye kazi yako. Wacha nikwambie ile kitu itafanyika. Wewe utajikufukuza kwa kazi yako mbovu, kwa tabia zako mbovu, na kama wewe ni mkora na mwizi wa mali ama masaa ya mwananchi. Sawa sawa? Nyinyi mnaona hapa nyuma yangu tuko na CECs, tuko na chief officers, tuko na mpaka CS wetu, tuko na nani, watu ambaye wenye walikuwa wanafanya na zile serikali zilikuwa mbele yangu. Ama namna gani? Si watu walikuwa wanafikiri ati mimi nitaingia kwenye kazi kama nimewapiga mateke kuwaweka nje. Simuwapata bado wako hapa. Nilisema wacha kwanza kila mtu afanye kazi yake, andike ripoti yake, tuangalie mtu huyu alikuwa anatembea na njia gani. Wakati sisi tunafanya evaluation ya kila department, tutaona ni nani mtu mzuri, nani alikuwa mtu wa ukweli, nani mtu ya uongo, nani mtu ya kukula mali ya wenyewe na mwizi. Alafu sasa tukitoa mtu tutamtoa kwa sababu na kwa ukweli. Tukibakisha mtu tutambakisha kwa vile kazi yake inaongea, labda hakupata nafasi ya kufanya kazi vile inavyofaa. Kwa hivyo hata hao mimi niliwaambia, wewe kaa chonjo, tengeneza ripoti yako, tengeneza jina yako. Kama ulikuwa mtu kombo hivi, lainika hivi, sawa sawa. Kwa vile hata hao tukifikia mwezi wa Disemba, wakati ya watu kutembea, mtu mwenye hafanyi kazi kwa njia sawa sawa lazima atatembea. Tuko pamoja. Mimi nimeamua, kama wewe uko ndani ya county government ya Kiambu na unafanya kazi kwetu, tafadhali na kuomba siku ya leo, mahali ambapo unashikana hivi na shilingi moja hivi ya mwana Kiambu ambayo imelipwa, ikiwa ushuru ama huduma yoyote ambayo inafaa kuingia kuhudumia watu, heshimu hiyo shilingi moja. Ogopa hiyo shilingi moja. Wachana na hiyo shilingi moja, wacha iingie mahali inafaa kuingia. Na jameni, nataka niwatangazie watu wetu hapa Kiambu ya kwamba usipoheshimu, ukishika hiyo shilingi moja hivi uweke kwa mfuko, jameni wewe weka na uombe sana tusikutane mahali na nisikujue. Kwa vile mimi nikikujua, hata kama wewe ni rafiki wangu wa miaka 10 ama tulionana wapi ama tunajuana namna gani ama wewe ni nani, it doesn't matter. Hakuna mtu mwingine atakukimbiza kwenye hii county mpaka ndani ya koti isipokuwa Kimani Wamatangi. Mimi mwenyewe binafsi na sitaogopa. I will do that. Tutaweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba mnalipwa pesa zenu wakati unaofaa na allowances zenu wakati unaofaa. Lakini pia tutaweka mikakati za kuhakikisha ya kwamba
kazi yetu inafanyika. Tutaweka mtandao ambao tutakuwa inabidi kila mfanyikazi wetu ukifika kwa kituo chako cha kazi, kama unafanya kule Kangoki, kama unafanya hapa, kama unafanya wapi, mahali popote tutakuwekea mtandao. Ukifika wekelea kidole hivi, sema nimefika. Sawa sawa? Ukitoka kwenda lunch jamaa, wekelea kidole hivi, sema mimi nimeenda lunch. Sawa sawa? Ukirudi saa 8, wekelea kidole, sema nimerudi tena, nimetoka lunch. Wakati unatoka jioni, wekelea kidole hivi, sema sasa ni wakati wa kwenda nyumbani, nimeenda nyumbani. Tuko pamoja? Kwenye siku 30 sisi tunaangalia kidole chako kimegusa kile kidude mara ngapi. Sawa sawa? Kwa vile pia sisi itakuwa inabidi tunaona productivity ya kwamba sisi tumeconnect hiyo payslip yako inakuwa printed automatically mpaka wakati ulikuwa uko na wakati haupo. Usikuje kulalamika jameni.